السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجه واكتفى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وبعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salam zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu la Ramadhan. Ambalo darasa hili huwa tunafundisha katika kipindi hiki Suratul Baqarah, tafsiri ya Sheikh Muhammad ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Na leo tupo katika aya ya 16 katika sura hiyo, Suratul Baqarah. Tupo katika aya ya 16. Allah anasema, ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Tutaangazia katika aya hizi kuanzia aya hii ya 16 mpaka aya hii ya 19 biidhnillah. Sura hii, Suratul Baqarah, ilianza kwa herufi 3, ambayo herufi ya kwanza ni alif lam mim. Herufi ya kwanza ni alif, na ya pili ni lam, na ya tatu ni mim. Kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akataja habari za watu wa aina 3. Baada ya kuwa ameelezea kuhusiana na kitabu chake kitukufu Qur'an, aliposema dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, hicho ndio kitabu ambacho kisichokuwa na shaka ndani yake, ambacho ni mwongozo kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Akawataja watu aina 3. Akawataja almu'minuna alkhullas, na akawataja alkafiruna alkhullas, na akawataja almunafiqun ay mu'minuna bi alsinatihim, ambao wanaamini kwa ndimi zao lakini ni makafiri kwa nyoyo zao. Dhani tulisoma zile aya alladhina yu'minuna bil ghaibi, sifa za waumini akaanza kuzitaja. Wanaamini ghaib, hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili, wanasimamisha sala, iqamatus sala wa yuqimuna sala.
sifa ya tatu al-imanu mimma al-infaq mimma razaqahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Na sifa ya 4 hawa wanaamini kitabu kilichoshuka kwa mtume Muhammad na kile kilichoshuka kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaburi, Taurati, Injili na vinginevyo. Na sifa ya 5 al-imanu bil-iqanu bil-akhirah, waumini wanakuwa wana yaqini na siku ya mwisho. Na kisha zikaja aya ambazo ziliwaeleza makafiri. innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sawa'un khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adhabun 'azim. Hawa ni wale ambao waliokufuru, ni sawa sawa walinganie, waonye usiwaonye, hawaamini kwa sababu wamepigwa mihuri na nyoyo zao zimefunikwa na masikio yao yamefunikwa na macho yao pia yamewekwa vifuniko, na watakuwa na adhabu iliyokuwa kali. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwataja hawa makafiri, akawataja sinfi ya 3 ambao ni munafiqun kwa kauli yake aliposema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kuanzia aya hii inaunganisha mpaka kwenye hizi aya ambazo tutakazosoma leo, kwamba kuna watu wao husema tumemwamini Allah na siku ya mwisho, lakini kiuhalisia hawajaamini. Hali yao yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Wamdanganya Allah na wale walioamini, na Allah anasema hawamdanganyi yeye isipokuwa wanadanganya nafsi zao, na wala hawahisi jambo hilo, kwamba hawahisi kwamba wanazidanganya nafsi zao. Ay ma yash'uru haulai anna khada'ahum ala anfusihim ma annahu yubashiruna. Hawahisi kwamba uongo wao unabaki kwenye nafsi zao, pamoja na kwamba wao wanafanya hivyo. Katika sifa zao hawa wanafiki na alama zao, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, akasema Allah katika nyoyo zao kuna maradhi na Allah akawazidishia maradhi. Walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun, na hawa wana adhabu umizayo kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyapinga, au kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyasema katika mambo ya uongo. Kisha akaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun. Hii ni tabia yao, kwamba wanafiki wanapotahadharishwa kwamba msilete ufisadi katika ardhi, wao husema sisi ni watengenezaji. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tambueni kwamba hao ni wenye kufanya ufisadi, lakini wao hawajui. Akaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, na wakiambiwa aminini kama walivyoamini watu, qalu, wanasema anu'minu kama amana sufaha, je tutaamini kama walivyoamini masufaha, watu wapumbavu. Na wakikusudia wapumbavu kwa maana ya Waislamu wakati wa Mtume SAW ambao ni masahaba. Anu'minu kama amana, wakionyesha kuwadharau na kuona kwamba watu wale ni watu duni, wanapinga jambo la imani ambalo limefanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika madai yao wao wanafiki. Kwa sababu hawakuwa wanafiki isipokuwa ni pale walipokataa kuyaamini yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisha Allah akasema katika kuelezea wanafiki, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, wanapokuwa na wale walioamini hawa tabia yao sema tumeamini. Wa idha khalu ila shayatinihim, na wanapokuwa wamepwekeka
wamekaa peke yao na wale viongozi wao, qalu, wao husema inna ma'akum, huambia wale viongozi wao sisi tuko pamoja na nyinyi, hakika hawa tulikuwa tukiwachezea shere. Allah anawajibu Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah naye atawachezea shere kwa kuadhibu kama jinsi ambavyo wao walivyofanya kuchezea shere mtume na masahaba. Na Allah atamkinga mtume na masahaba wake kutokana na mikono ya wanafiki ambao wamekusudia kuwachezea shere mtume pamoja na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika na atawaacha waendelee katika upotevu wao, atawaacha wabakie katika maangamio yao. Baada ya aya hii ya 15 leo tunaingia katika aya ya 16. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bilhuda, yani hawa wanafiki tulioeleza hapa ndio ambao waliamua kubadilisha upotevu kwa uongofu. Yani hawakupenda kubaki katika hidayah, katika uongofu, walipenda wabaki katika upotevu. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bilhuda. Na hapa kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ameleta ismu ishara ulai, na wanaoashiriwa hapa ni hawa wanafiki waliokuwa wakielezewa nyuma. Na imekuja ismu al-ishara lilba'id, jaat al-ishara bi sighati al-bu'd, kama ilivyokuja kule dhalika al-kitabu la raiba fi. Ishara ilikuja bi sighati al-bu'd kwa sababu ya kuonyesha uluu manzilatahu au uluu manzilata al-Qur'an, ile nafasi ya juu ya kitabu cha Allah ambacho ni Qur'an. Na hapa imekuja ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bilhuda, imekuja ismu al-ishara lilba'id libu'di manzilati al-munafiqi sufulan. Sheikh Uthaymeen anasema hivi kwa sababu ya ule umbali wa daraja la munafiki, lakini katika hali ya kudidimia chini. Munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar, wanafiki wapo katika kina cha chini cha moto wa jahannam, naudhu billahi min dhalik. Kwa Allah anasema ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bilhuda. Maana ya kalima au neno ishtarau hapa imekuja kwa maana ikhtaru, kwamba hao wanafiki ndio wale ambao waliochagua wao wenyewe kwa nafsi zao ad-dalala, bimaana upofu, al-amaya, upofu. Maki mtu akishakuwa kipofu anapotea sawa sawa na anaangamia. Wa hiya masaru alayhi minan nifaq, na upofu huo ni yale mambo na matendo waliokwenda nayo katika mambo ya unafiki. Ishtarau ad-dalala bilhuda, upotevu huu ambao waliouchagua badala yake ilikuwa ni uongofu, kwamba waliacha uongofu badala yake wakachukua upotevu. Sababu anasema Sheikh Uthaymeen alba'u huna lil'iwadi, akhadhu ad-dalalata wa u'tu al-huda wa a'tu al-huda. Akhadhu ad-dalala, walichukua upotevu wao wakagawa wakatoa uongofu. Mithla ma takulu, kama katika Kiarabu Waarabu wanasema ishtaraitu thawba bidirhami, nimenunua nguo kwa dirham. Maana umetoa dirham kisha ukachukua nguo.
umechukua nguo ukatoa dirham. Kwa hiyo hapa katika hii aya uongofu ndio uliotolewa. Wanafiki walichukua uongofu wakautoa, wao wakanunua nini? Upotevu. Falhuda almadfu'u, ule uongofu uliotolewa, aiwadun 'ani dhalalati alma'khudha, ni badala ya ule upotevu uliochukuliwa. Kama vile ambavyo ad-dirhamul madfu'u aiwadun 'ani thawbil ma'khudh, dirhamu iliyotolewa, pesa iliyotolewa ni badala ya ile nguo iliyonunuliwa. Kwa munafiqun Allah anathibitisha ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda, baada ya kuelezea hali zao na tabia zao. Qawluhu ta'ala fama rabihat tijaratuhu, hii imefananishwa kama biashara. Fama rabihat ay ma zadat tijaratuhum, ma zadat tijaratuhum, haikuzidisha ile biashara yao. Biashara tuliyoelezea hapa ni nini? Ishtirauhum ad-dalala bil huda, ule kununua kwao upotevu. Kwa nini? Kwa uongofu. Hawakupata ziada ya faida, hawakupata ribh, rama rabihat tijaratu, wama kanu muhtadin, wala hawakuongoka. Ma kanu muttasifina bil ihtidai, hawakuwa ni wenye kusifika na sifa ya uongofu. Hina mashtara ad-dalalata bil huda, waliponunua huo uongofu, huo upotevu kwa uongofu. Bal hum khasiruna fi tijaratihim dalluna fi manhajihim, Sheikh anasema bali wao walipata hasara katika biashara yao na wakapotea katika manhaji yao. Hii ilikuwa ni aya ya 16. Allah anasema ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Kuanzia kule wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wama hum bimu'minin. Aya hii na faida nyingi. Miongoni mwa faida zake, faida ya kwanza, bayanu safa haula'il munafiqin, kubainisha upumbavu wa hawa wanafiki. Kwa nini wameitwa ni wapumbavu? Haithu ishtarau ad-dalalata bil huda, upumbavu wao ni pale waliponunua upotevu wakabadilishana na uongofu, wakautoa uongofu wakachukua upotevu. Hii ni alama ya upumbavu wa wanafiki. Katika faida pia, anna al-insan qad yadhunnu annahu ahsana amalan wa huwa qad asa, kwamba mtu anaweza akadhani kwamba amefanya vizuri hali ya kuwa amekosea. Yaani mtu anaweza akanunua kitu chenye hasara akatoa kitu chenye faida, yakahisi kwamba kile kitu kitamnufaisha na ni kitu kizuri, na kwa si kitu kizuri, anakuwa anapoteza pesa zake. Na hawa wanafiki waliponunua upotevu kwa uongofu, dhanna minhum annahum ala sawab, walifanya vile wakidhani kwamba wapo sawa na kwamba wao watapata faida, hali ya kuwa si hivi. Na ndio maana Allah akawapiga radi, akawakosoa, akawaambia fama rabihat tijaratuhu, haikuwa ni yenye faida biashara yao. Katika faida pia aya hii, khusranul munafiqin, hasara za wanafiki, fima yatma'una fihi birribh, katika yale ambayo wameyafanya wakiwa wanatamani kwamba watapata faida. Liqaulihi ta'ala fama rabihat tijaratuhum, haikuwa ni yenye faida biashara yao. Fama rabihat tijaratuhum, haikuwa ni faida biashara yao. Katika faida pia za aya hii, kuna faida ambayo Sheikh ameileta hapa, anasema
anna almadara fi ar-ribhi wal khusran ala ittiba'i al-huda. Siku zote faida na hasara ya mtu inazunguka katika kuufuata uongofu. Faida na hasara ya mtu inazunguka katika kuufuata uongofu. Famanittaba'ahu fahuwa ar-rabih, yeyote ambaye atakayeufuata uongofu huyo ni mwenye faida. Waman khalafahu fahuwa al-khasir, na yeyote atakayeacha uongofu huyo atakuwa ni katika waliopata hasara. Dalili ya maneno haya ni kauli ya Allah iliyokuja katika surati al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Kila mwanadamu yuko kwenye hasara isipokuwa wale walioamini wa amilus salihat, na akatenda mazuri, watawasau bil haqqi, wakahusiana kufanya haki, watawasau bis sabr, wakahusiana kusubiri. Na kauli ya Allah nyingine, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, enyi mlioamini nikujuzeni biashara itakayokuokoeni adhabu yumizayo. Tu'minuna billahi, nikumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Tu'minuna billah, nikumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo la kwanza. Wa rasulihi, na kumwamini mtume wake. La pili, watujahiduna fi sabilillah, na kupigana jihadi katika njia ya Allah, kuipigania dini ya Allah bi amwalikum anfusikum, kwa mali zenu na nafsi zenu. Kisha akasema dhalikum khairul lakum, kufanya hivyo ndio khairi kwenu, in kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mwajua. Katika sura As-Saff aya 10-11 Sheikh anasema as-sawabu hapa ni kusimama katika kauli ya Allah dhalikum khairul lakum. Simama hapo khairul lakum, kwa sababu ukiendelea in kuntum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, utakuwa khairi umeininginiza, yani umeiweka, lazima iwe kwa ilmu, kwamba huwezi ukapata khairi yote hii pamoja yote umeyafanya ikiwa huyajui. Hapo watu ambao wanamwamini Allah, wanaamini mtume, pigana jihadi katika njia ya Allah kwa mali zao na nafsi zao, wakiwa hawana ilmu ya mambo haya. Umeona? Kwa ni khairi kwa wao hata kama hawajui. Lakini ukiunganisha, Sheikh haita faida, Sheikh Uthaymeen anasema kiunganisha itakuwa sara alkhair muallaqan bikaunina na'lam, yani na'lam ma taqaddama ya alladhina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Na hii ni khairi alimna au lam na'lam, wa huwa khairun alimna au lam na'lam. Ni khairi saa tumejua hivyo au hatukujua hivyo, maadamu tumefanya. Kwa hiyo almadaru fi ribhi wal khusran ala ittiba'i alhuda, kupata faida na kupata hasara kwa mwanadamu ni kunazunguka katika kuifuata haki. Na katika faida ya mwisho katika aya hii ni kwamba anna haulai lan yahtadu, kwamba watu hawa wanafiki hawataongoka, liqaulihi ta'ala wa ma kanu muhtadin, na hawakuwa ni wenye kuongoka. Kwa nini wanafiki ni ngumu kuongoka? Liannahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kwa sababu wao wana hudhani siku zote katika matendo yao kama wanatenda mazuri. Walidhalika la yarji'un, na kwa sababu hiyo hawarejei katika haki. Sasa munafiki anafanya jambo, anajua kwamba anafanya khairi, hali ya kuwa afanye khairi. Wa hakadha kullu fasiq,
au mubtadi' yadhunnu annahu ala haqqin fa innahu lan yarji. Na hivyo ndivyo ilivyo kila mtu wa bid'a, mtu muovu akiwa anafanya uovu wake na bid'a zake akidhani kwamba anafanya haki, huyo hawezi kurejea, huyo hawezi kurejea. Wazi ya jamaa. Allah anasema bal kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij, amrin munkar mukhtalat alayhim multabis la ya'rifuna fiqha min batil, la ya'rifuna fiqhahu min batilihi. Bal kadhabu bil haqq, bali walipinga haki lamma ja'ahum, pale ilipo waijia hiyo haki. Fahum fi amrin marij, watu aina hii wapo katika jambo zito lisilokuwa wazi lenye kuchanganyika kwa wao, hawajui haki yake, la yaarifuna haqqahu min batil, hawajui haki yake katika batili yake. Hii ndio hali ya mtu aliyekuwa na jahala murakkab, jahilun basit, huyo anaweza kuuliza, lakini jahilun murakkab yeye hataki, kwa sababu siku zote hudhani kwamba yuko katika sawabu hali ya kuwa yeye hayupo katika sawabu. Qala Allah ta'ala masaluhum kamathali alladhi istawqada nara. Allah anaendelea kuelezea wanafiki. Mfano wa hao wanafiki ni mfano wa yule ambaye aliyewasha moto. Mathaluhum, mfano wao au wasifu wao, au unaweza kusema mathaluhum kwa maana ya hali zao. Hali zao hawa wanafiki, sifa zao hawa wanafiki ni kama sifa, ni kama sifa. Hapa imekuja kaf tashbih. Kamathali alladhi, ni kama hali ya yule ambaye istawqada nara. Nini maana istawqada nara? Maana yake amemuomba mwenzake amuashie moto. Istawqada nara, amemuomba mwenzake amuashie moto. Ay talaba min ghairihi an yuqida lahu naran, mwenzake amuashie moto. Au talaba min ghairihi ma yuqadu bihi an-naru binafsihi, au kamuomba mwenzake kile ambacho huwasha kwacho, huwashwa au huwasha kutumia kitu hicho moto. Ima niwashie au nipe kibiriti niwashe. Kibiriti na majani ya taa, mafuta ya taa niwashe. Istawqada nar. Yote tunakwenda mwisho majibu yake kwamba moto utawashwa. Atoa mfano Allah, sema falamma adaat ma hawlahu, alipowashiwa au alipowasha yeye mwenyewe. Njia zote mbili zina moto utawaka. Na moto ukiwaka, moto huangaza, na cha kwanza kuangaziwa na ule moto ni kile kilichoko karibu na ule moto. Kwa moto ulipowaka na ukaangazia kile kinachouzunguka huo moto, falamma adaat ma hawlahu, yani anarat ma hawla almustawqad au ma hawla almustawqid, yote sawa. Ulipoangazia moto huo kile kilichopo pembeni mwa yule ambaye aliyeomba kuwashiwa au kile kilichowashwa, ule moto mwanga wake haukwenda mbali kwa sababu haukudumu. Moto ambao mwanga huenda mbali ni ule moto ambao umedumu, haukudumu. Lam tadhhab ba'idan, haukwenda mbali mwanga ule, lidhafiha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala dhahaba Allahu binuri, Allah akaiondoa ile nuru waliokuwa nayo. Moto umewashwa ukaangazia yale yaliyopo jirani, na moto ule
kisha Allah kwa muda mfupi tu akaichukua ile nuru waliokuwa nayo wale walioangaziwa na ule moto. Haikuondoka nuru tu peke yake na moto ushawaka, kilichobakia abka hararatun nar, akauacha moto ule, lile joto lake lilibaki liendelee kuwa adhabu kwa wao. Allah kaacha ile joto la moto. Sheikh anasema hapa kuna vitu vitatu katika hii kauli ya Allah, falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binuri. Kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza hapa imeingia katika mambo ya lugha. Kitu cha kwanza imekuja herufi ya sharti ambayo ni lamma. Falamma hii ni harfu sharti, herufi ya sharti. Allah ameileta hapa, sawa, herufi hii ili itumike kabla ya kitendo cha sharti. Inapokuja herufi ya sharti, kitendo kinachokuja kinakuwa kitendo chake, kisha itahitajika jawabu, itakuwa jawabu lake. Falamma adaat ni fi'lu shart, kisha ikaja kitu cha tatu ambacho ni jawabu shart, dhahaba Allah. Kwamba kitendo kilichofanyika cha kuwashwa, kilipowaka, nuru ilipoangazia kile kilichoko pale pembeni, Allah pale pale akachukua ile nuru yake, dhahaba Allahu binuri. Wal maana annahu bimujarrad al-idaa dhahaba an-nur, kule kuwaka tunakuangazia nuru ikaondoka. Kwa sababu kanuni katika kanuni za kilugha, anna jawaba sharti yali al-mashrut mubashara, kwamba jawabu ya sharti, jawabu ya kitendo cha sharti hufuatana na kile kitendo kilichowekewa sharti pale pale kwa haraka mno. Yali al-mashruta mubasharatan, kuonyesha kwamba baina ya kuwaka moto na ile nuru iliyoangazia baada ya ule moto kuwaka hakukupita sekunde chache, isipokuwa Allah aliondoa ile nuru, kukabaki giza. Allah aliondoa ile nuru, kukabaki giza. Na mufassirun, Sheikh Uthaymeen anaelezea khilafu ya dhamiri inda al-mufassirin hapa, akasema wa fi hadhihi al-aya najidu ikhtilafan fi ad-dhamair. Na katika aya hii ni faida tu, anasema tunakuta ikhtilafu katika dhamiri, ambao ukileta ikhtilafu katika dhamiri kunakuwa na khilafu katika tafsiri, ambapo kila mmoja atarejesha dhamiri kule ambako alikoona inafaa kurejesha. Kuna dhamiri mufrad ambao ni haulahu, alha yaudi ila mufrad, dhamir al-mufrad. Qawluhu binurihim, hii ni dhamiri ya nini? Ya jama'. Tarakahum jama', la yubsirun jama'. Falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Hapa dhamiri zinazokusudiwa ni hau, hii dhamir ya hum, na yubsiruna ambao ni nini? Ni wao. Hum ni dhamiru al-jam', wal waw dhamir jam' mudhakkar salim. Kwamba mbona Allah kasema mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adaat ma hawlahu, ilipoangazia ule moto, mfano wa wanafiki, mfano wa yule ambaye aliyewasha moto, sawa. Falamma adaat, moto ule ulipowaka na ukaangazia ma hawlahu, kile kilichopo pembezoni mwake, dhahaba Allahu binurihi. Kwa kuanzia hapa ma hawlahu kurudi nyuma, alikuwa anaelezewa mtu mmoja. Dhahaba Allahu binurihim, kwa nini ikaja
Allah akawa ameondoa nuru zao au nuru yao, watarakahum, na akawaacha wao. Mbona kama aliyewasha moto ni mmoja na ile nuru iliwaka juu pembezoni mwa yule ambaye aliyewasha, lakini ilipoondoka ikawaondokea wote watu wengi, na akawaacha Allah katika kiza au viza watu wengi. Sheikh anasema hapa, Allah amrehemu, kad yaqulu qail kaifa yajuzu fi afsahi alkalami an takuna ad-dhamaira mukhtalifa wal marju' fiha wahid. Vipi katika maneno yaliyokuwa fasaha ambayo yamekuja ndani ya Qur'an, sawa, dhamiri au ishara ya maneno iwe inatofautiana, mwanzoni aongelewe mtu mmoja, mwishoni waongelewe watu wengi, na kinachoongelewa ni kimoja. Dhamiri zote inarudi kwa mtu yule aliyekuwa ametangulia kule nyuma, na hasa inarudi kwa yule aliyekuwa karibu. Dhamiri yaudi ila akrab al-mazkur. Anasema jawabu, anasema ni katika sura mbili. Sura ya kwanza, watu wa nahwu wanasema ismul mawsul yufidu al-umum. Ismul mawsul yufidu al-umum, na hii ma hapa ilikuja ni mausula. واضح. اسم الموصول يفيد العموم. فلما اضاءت ما موصوله ni kiunganishi, na jina linalounganisha huwa linafidisha umum, linafidisha kukusanya kila kilichounganishwa. Na hapa tumesema falamma adaat ma, hii ma ni ism mausul. ماذا يفيد هذا الاسم؟ يفيد ايش؟ العموم. واذا كان يفيد العموم، ikiwa inafidisha umum, fahuwa salihun lilmufrad waljam'. Kitu chochote ambacho kinachofidisha umum kinakusanya mufradi na kinakusanya jam', yani kinakusanya wingi na umoja, kinakusanya wingi na umoja. Kwa maana hiyo sasa, dhamiri katika neno la Allah istauqada, na dhamiri katika neno la Allah haulahu, hii inarudi katika ismul mausul bi'tibari lafzi, inarudi katika lile jina la kiunganishi linalounganisha baina ya huku nyuma na hule mbele, yani baina ya vile vilivyotajwa kabla yake na vile vinavyotajwa baada yake, kwa kuzingatia matamshi. Ama neno la Allah binurihim, ambao ni jama, watarakahu jama, la yubsiruna jama, hii inarudi katika ismul mausul bi'tibari al-ma'na, narudi katika jina lile ambalo lililounganisha au lilounganishwa kwa kuzingatia maana. Tumefahamiana? Kwa hiyo ukiwa katika waji huu wa kwanza utasema hivi. Waji huu wa pili, sura ya pili, kwa nini imekuja dhamiri mbili katika aya moja ambayo marejeo yake ni sehemu moja? Alwajhu thani anna alladhi istawqada an-nara kana ma'rifatihi, yule aliyeomba kuwashiwa au aliyeomba kitu cha kuwashia alikuwa pamoja na wenzake akisuhubiana nao. Kwa hiyo alipowasha ule moto au alipowashiwa ule moto, malengo yake ilikuwa ni kwa ajili ya kutaka mwanga yeye pamoja na watu wake. Mwanga ule ulikuwa ni wake pamoja na watu wake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana akasema adaat ma haulahu, falamma adaat ma haulahu, jawabu lake dhahaba Allahu binurihi. Mimi nawasha kwa lengo langu na watu wangu,
nikishawasha moto ule hautokuwa wangu peke yangu, tutakuwa na watu ambao wanaonizunguka. Adhaati mahaulahu, iliangazia wale waliokuwa pembezoni mwake, ambao ni wale watu ambao walikuwa nao. Ilipoondoka ile nuru, sio yangu peke yangu, dhahaballahu binuri, Allah akaondoa ile nuru yao, ndio maana ikaja jamu. Kwa hiyo imemtaja mtu mmoja aliyewasha au aliyewashiwa, lakini kwa lengo la kuwasha, kwa lengo la faida yake na watu wengine. Ile faida ilipoondoka, iliondoka hawa watu wote. Katika wajibu wa kwanza tumeona kwamba hii mama usula na mama usula fidul umum. Kwa hiyo umum ndani yake inaingia mufrad na nini na jam, iko wazi sawa. Ama hii ya pili, yule aliyetajwa mmoja alikuwa anakusudia faida yake na wenzake, na ilipoondoka ilikuja kaondoka kwa watu wote. Kwa katika hii wajibu wa pili inakuwa aya ikiwa inataja mufrad inawataja wale ruasa. Pataja mufrad taja wale ruasa almunafiqin, ambao wao walikuwa pamoja na wafuasi wao. Walikuwa pamoja na wafuasi wao, kwa sababu rasul munafiqin ndiye ambaye aliyeomba kuwashiwa moto, na alikusudia umnufaishe yeye na wanufaishe wale ambao aliokuwa nao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaondoa ule moto, akaondoa mwanga wa moto na akaacha harara, kadhalika pia akawaacha katika kiza, wote wakiwa hawaoni. Qauluhu ta'ala wa tarakahum fi dhulumatin, Allah aliwaacha katika viza. Dhulumati jamu dhalam au jamu dhulma, aliwaacha katika viza, na ameleta katika sigha ya jamu hapa kama wanasema shekhe, litadhammuniha dhulumatun adida, kule kuwa vinaingia humo viza vingi. Kiza cha kwanza dhulmatul layl, aliwaacha katika kiza cha usiku, kwa sababu mtu ambaye aliyetaka kuwashiwa moto kwa ajili ya mwanga huwa hahitaji moto huo isipokuwa usiku. Na falamma adaat ma hawlahu, moto ule ulipoangazia ikawa imeashiria kabisa, moto ulipowaka ulimwangazia. Sasa moto unaowashwa mchana huu hauangazi, huu unawasha kwa sababu ya lengo lingine. Kwa hiyo kule kuomba kwake kuwashiwa moto ni ishara kwamba yuko katika hali ya usiku, na moto ulipowaka ulipoangazia vilivyokuwa pembeni, maana yake alikuwa havioni. Hii ni ishara kwamba alikuwa gizani, katika giza la usiku. Giza la kwanza. Giza la pili dhulmatul jaw, giza la hali ya hewa, pale inapokuwa labda ni saa za mchana, lakini hali ya hewa ikawa na giza, ima kwa sababu ya mawingu, kwa sababu ya vumbi na mfano wa haya. Giza la tatu dhulmatul lati tahaduthu ba'da faqdi nur, giza ambalo linatokea baada ya kukosekana mwanga. Sio gizani kwa maana ya usiku, wala sio gizani kwa maana ya mawingu. Giza kwa maana labda chumbani ni mchana, kuna mwanga nje, lakini uko ndani ya chumba chenye giza. Kwa kuwemo ndani ya chumba chenye giza ukakosa nuru, kwa hiyo tunajumlisha ni usiku, kuna mawingu, na huko ndani ya chumba chenye giza. Watarakahum fi dhulumatin la yubsirun, kawaacha katika giza au katika viza wakiwa hawaoni. Na kauluhu ta'ala la yubsirun, Sheikh anasema ni taukidun min haythu al-maana. Taukidu ni kutilia mkazo maana yale maneno yaliyotangulia, watarakahum fi dhulumatin, anayeachwa fi dhulumatin. Na kwa hivyo viza tulivyovitaja vyote vitatu, la shaka kwamba mtu huyo anakuwa haoni, lakini Allah akasema la yubsirun, anakuwa haoni. Allah akatilia mkazo kwamba haoni. Lau kama asingesema haoni, wasingekuwa wanaona, kwa sababu mtu akiwa gizani al-asl annahu la yubsir, lakini kwa sababu ya ile shiddatu dhulma, Allah akaweka na mkazo wa juu kabisa kwamba la yubsirun. Summun bukumun umyun, ai ni aya 10 ngapi?
ya 18 taishia kwenye aya hii. Summun bukmun umyun fahum la yarji'una hum la yarji'un. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuelezea hali za munafiqun, mfano wao sana yule ambaye aliomba kuoshiwa moto, ulipowashwa kwa muda mchache Allah akaondoa ile nuru, wakawa katika viza hawaoni. Akaongeza mfano mwingine akasema watu hawa ni viziwi, watu hawa ni viziwi. Hii summun ni khabaru limubtada mahdhuf taqdiruhu hum summun, ni khabari ya mubtada ambaye aliondoka, asili yake mubtada huyo ni dhamir, kwamba hao munafiquna ni viziwi. Na kalimatu summu ni jamu asam, na neno asammu maana yake ni alladhi la yasma, mtu asiyesikia. Alladhi la yasma, mtu asiyesikia. Lakini hapa kutokusikia sio ala sabili litlaq, sio kwa maana mtu hasikii, kwa maana masikio hayafanyi kazi, la. Isipokuwa kilichokusudiwa hapa imekusudiwa kitu maalum, ai hum summun anil haqqi, wanasikia masikio ya mambo mengine, lakini haki ndiyo ambayo wao hawaisikii. Fala yasma'un, hawaisikii hata kama itasemwa, wakaisikia pia hawatoifuata. Na hapa ndio tunapata pia maana nyingine ya pili ambayo ndio murad wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba muradi uliokusudiwa hapa ni nafi usami'i al-ma'na al-ma'nawi, ni kukanusha kule kusikia kwa maana. Mtu anasikia Qur'an siku zote, anasikia mau'iza siku zote, lakini hana uwezo wa kuifuata ile Qur'an, na wala hana uwezo wa kunufaika na ile Qur'an. Kwa hiyo kwa kutokuwa na uwezo wa kuifuata ile Qur'an, kutokunufaika na ile Qur'an, fasaru kasami alladhina la yasma'un, wakawa kama wale viziwi ambao hawasikii. Wadhālika mithlu qawli Allah ta'ala wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un, nyinyi msiwe kama wale ambao waliosema tumesikia hali ya kuwa hawasikii. Tumesikia kwa maana ya kusikia kwa masikio hisia, lakini si kwa maana ya kusikia kwa maana, kwa sababu yule aliyesikia ukweli wa kusikia maneno ya haki anatakiwa ayafuate na anatakiwa anufaike na yale maneno. Kwa ukichukua maana hiyo utakuta watu wengi ni viziwi katika upande wa sheria. Sheria inamtaka afanye, sheria inamtaka aache, kila alichotakiwa kukifanya na kiacha, na kila alichotakiwa kukiacha anakifanya. Unaingia katika aya hii katika sura hiyo. Hii neno la kwanza summun. Qauluhu ta'ala bukmun. Bukmun Sheikh anasema jamu abkam. Jamu abkam ni wingi wa abkam, na abkam huwa alladhi la yantiqu, ni yule ambaye asiyetamka, asiyesema. Wal muradu annahum la yantiquna bil haqqi, na muradi hapa ni kwamba watu hawa hawatamki haki, hawasemi haki. Wa inma yantiquna bil batil, sio kwa wao wanatamka batil. Kwa mtu asiyetamka haki hali ya kuwa anaijua haki, huyo ni nani? Ni abkam, huyo ni bubu, hasemi katika mlango wa sheria. Kwa watu wengi ni mabubu katika mlango wa sheria, kwa sababu hawatamki haki bali wanatamka batil. Na hii kutamka haki, hii abkam, huku kutokutamka ububu uliokusudiwa hapa sio ububu wa kihisi, ni ububu wa kimaanawia, au ni ububu wa kimaanawi. Na muradi wa aya hii bukmun annahum
la yantafi'una bima yushahidunahu min al-ayati allati tadhhar ala aidi ar-rusul alayhi salatu wassalam, ni kwamba wao hawanufaiki na yale ambao wanayoshuhudia katika ishara za Allah subhanahu wa ta'ala zinazodhihiri kwenye mikono ya manabii alayhi salatu wassalam, hata waone maelezo gani kutoka kwa mtume sallallahu au waone vitu gani katika muujiza, hawanufaiki na wala hawaogopi. Na kwa sababu hiyo ndiyo maana milango ya haki kwao ikawa imefungwa. Yani mtu ambaye anayekuwa anaiona haki hataki kuisema na akaisikia akawa hakutaka kuifuata, mtu huyu hawezi kuifuata haki, kwa sababu haki ili uweze kuifuata ni lazima uisikie na uione. Haki ili uweze kuifuata ni lazima uisikie na uione. Hizi haki tunazozifuata zote, ima mashhudun wa ima masmu'un wa ima ma'qulun, ni lazima uisikie au uione au iwe ni yenye kuingia akilini. Kwa ukiwa wewe hausikii, ukiwa wewe hauoni katika mlango wa sheria, si macho tuliokuwa nayo, ukiwa wewe ni kipofu, ni bubu, katika mlango wa sheria hata siku moja hauwezi ukaiona haki wala hauwezi ukaifuata haki. Kadhalika watu wa aina hiyo la yukhadhu minhum haqq, hatuwezi kuchukua kutoka kwao haki. Limadha? Liannahum la yantiquna bilhaq, kwa sababu wao hawatamki haki. Na kwa nini hawatamki haki? Liannahum bukmun. Kwa sababu gani hawatamki haki? Kwa sababu wao ni viziwi, lakini sio ni mabubu. Sio mabubu kwa maana ya kutokuongea, la, ni mabubu katika upande wa haki. Wakiona haki wanaificha, wanaongea nini? Batil. fahum la yantafi'una bilhaqqi min ghayrihim wa la yanfa'una ghayrahum bihaqq. Ukiwa katika sura hiyo huwezi kunufaika na haki kutoka kwa mwenzako, na wala wewe huwezi kumnufaisha mwenzako na haki. Kwa utakuwa ni bubu na utakuwa ni kiziwi. Walidhalika ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema fahum la yarji'un. Hii Sheikh Uthaymeen fa hii anasema ni fa atifa. Hii ni fa atifa kwa sababu inafidisha sababu. Kwa sababu ya upofu wao na uziwi wao, sumu bukum na umyun, na ububu wao, watu hawa hawatoweza kurejea katika haki, hawatoweza kurejea kutoka katika batili yao, katika upotevu wao kwenda kwenye nini? Kwenye haki. Kwa hawatoweza kunufaika na kule kuisikia kwao haki, na wala hawatoweza kunufaika na kule kuiona kwao haki, na wala hawezi kuiongea haki. Na hii mtu anaweza kusema mbona nasikiliza haki, unaisikia haki lakini haikunufaishi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni kiziwi. Unaisikia haki, unaitamka haki lakini haikunufaishi sababu wewe ni bubu. Ukiitamka haki, ukiitamka tu bila kuwa imetoka moyoni, haiwezi kukunufaisha, kwa sababu ile haki utakuwa umeitamka hali ya kuwa hauizingatii, haikutoka moyoni. Kwa utakuwa la ta'qilu bihadha alhaq. Ukitamka ukaiona haki mathalan bila kuizingatia moyoni, haiwezi kukunufaisha, kwa sababu utakuwa umeiona lakini sio katika macho ambayo yanazingatiwa na sheria. Tunamalizia kwa fawaid za aya hizi mbili. Kwanza kabisa katika faida zake ni balaghatul Qur'an, fasaha ya Qur'an, haithu yani al-Qur'an yadribu lilma'qulati amthalan mahsusat. Qur'an inapiga mfano wa vitu ambavyo vinafahamika kupitia akili, lakini watu wengi hawatumii akili, na akili za watu wengi ni dhaifu. Qur'an inaenda kupiga mfano vitu vikuonekana. Sawa? Mathaluhum kamathalil ladhi istawqada
nara falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukumun umyun fahum la yarji'un. Hii haki ambayo sisi siku zote tunaiona, mbona tuifuate? Sitaiona haki, mbona tuifuate? Hakuna Muislamu hata mmoja ambaye hajui umuhimu wa kufunga mwezi wa Ramadhani, lakini mbona baadhi hawaifuati haki hii ya kufunga mwezi wa Ramadhani? Wanakula mchana mwezi wa Ramadhani, wanakula kwa siri, baadhi yao wanakula kwa dhahiri. Unafiki kama unafiki wa kudhihirisha Uislamu na kuficha batil na kuficha kufuru. Hili jambo ni jambo la haram, jambo la batil. Mbona hawatu hawaachi? Allah subhanahu wa ta'ala katika kutaka kuonyesha ubaya wa unafiki na hali za wanafiki na wanafiki ni watu gani, na ili uwajue unatakiwa utolewe mfano upi, basi Allah akatoa mfano huu, mathaluhum kamathali alladhi istawqada nar falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kwa vitu vya akili Allah ambavyo watu wengi hawezi wakavijua, na wanatoa kwa mifano ya yenye kuonekana na yenye kufahamika mahsusan bil hawasi al-khams. Na ndio maana Allah akatoa mfano akasema watilka al-amthalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Na hiyo ni mifano pia kwa watu, na hakuna wanaojua isipokuwa wajuzi, illa al-alimun, isipokuwa wenye kujua. Na katika faida za aya hizi mbili, thubutul qiyas, kuthibiti kwa qiyas, kwamba qiyas ni dalilu ni ukhadhu bi, ni dalili ambayo inachukuliwa katika sheria. Na hii ni raddun ala man, firqa gani wanapinga qiyas? Adh-dhahiriyya. Dhahiriyya wanapinga qiyas, wa jumhur wanakubali qiyas, wanasema kama ni dalili miongoni mwa dalili za kisheria, masdarun masadir at-tashri'. Hawa dhahiriyya hawa walipinga qiyas, kisha wakawa wametolea dalili ya kupinga qiyas. Kila ambacho tutakachokiona katika Qur'ani kimekuja kwa neno mfano, masal, hiyo ni dalili ya qiyas, kwa sababu qiyas chenyewe ni mfano. Qiyas chenyewe ni nini? Ni mfano. Anna Allah arada minna an naqisa halahum ala hali man yastawqid wa kullu mathalin fil Qur'ani fahuwa dalilun ala thubuti al-qiyas. Allah ametaka kwetu sisi tufanye kiasi hali zao na hali ya wale ambao wanaoomba kuwashiwa moto ili wapate mwanga. Na kila mfano tutakaoona katika Qur'ani, hiyo ni dalili ya kuthibiti kwa nini? Kiasi. Kwa chukueni dalili ya kiasi katika aya hiyo. Katika faida pia, katika faida anasema shekhe, anna haula'i almunafiqina laysa fi qulubihim nur, kama wanafiki katika nyoyo zao hakuna nuru. Dalili kauluhu ta'ala kamathali alladhi istawqada nara, mfano wao ni mfano wa wale ambao walioomba kuwashiwa moto. Fa haula'i almunafiqun, hawa wanafiq yastat'imuna alhuda walilma wan-nura fa idha wasala ila qulubihim bimujarradi ma yasilu ilaiha yatadhaal wa yazul. Wanaomba wapewe uongozo, uongofu, wapewe ilmu, wapewe nuru, inapoingia katika nyoyo zao moja kwa moja inaondoka. Yatadhaal wa yazul lianna haula'i almunafiqina ikhwanun lilmu'minin. Shasema kwa sababu wanafiki ni ndugu wa waumini, min haythu an-nasab, ahyanan katika upande wa nasaba, wa amamun wa akhwalun wa aqarib, na ni baba zao wadogo na jomba zao na ni ndugu zao wa karibu. Farubbama yajlisu ila al-mu'min haqqan, munafiki katika hali fulani anaweza akakaa kwa muumini wa kweli, fayatakallam lahu biimanin haqiqi, akawa ataongea na yeye kwa imani ya uhakika, akamlingania, wayad'uhu na akamlingania, fayanqadih, yani fayadkhul, fayanqadih fi qalbihi hadha al-iman,
ikaingia katika moyo wake imani, kisha kuingia tu mara moja, walakin sar'ana ma yazul, kwa haraka ile imani ikaondoka, kwa haraka imani ile ikaondoka. Kwa hayana tunakaa na makafiri au munafiqun katika maneno ambayo huwa tunaongea ya da'wa na kadha, wanasikia katika vipaza sauti wakati mwingine, au mtu na mtu akaathirika kwa sekunde hiyo akabaki katika dini yake. Wakutana wasiokuwa Waislamu, tunasema wallahi Uislamu mzuri wakati mwingine, Uislamu kadha, kisha baadaye lakini akaendelea na dini yake. Hii ni moja katika faida za aya hizi mbili. Na miongoni mwa faida pia annahu ba'da an dhahaba hadha dhiya halati dhulmatu shadida bal dhulmat, kwamba baada tu ya kuingia huu mwanga giza liliingia, bali viliingia viza vingi. Inshallah naktafi bihadha alqadr. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل صيامنا، صلاتنا، وقيامنا، وركوعنا، وسجودنا، وتوباتنا يا إله الأولين والآخرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.